Karibu kwenye sehemu ya pili ya jarida ambapo tunazidi kuzungumzia masuala ya elimu, leo hii tukiangazia bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Je, msamaha waliotoa jana utaweza kusaidia bodi hiyo kupata zile fedha wanazozihitaji? Ukumbuke kwamba amezungumzia kama bodi wanafaa wao wenyewe kujitafutia bilioni 5 ambazo zitaweza kuwasaidia wanafunzi katika vyuo anuai, vile vile katika vyuo vya kiufundi na pia katika vyuo vikuu. Lakini tukiangalia wengine ni wanafunzi kama hawa hapa kina Fred Ouro ambao wanasema kwamba wao hawana pesa, hawajaajiriwa, wanataka kwanza wapewe likizo ambayo itaweza kuwasaidia waweze kupata ajira na kujikimu ndio waweze kulipa. Lakini vile vile usisahau kwamba wanapongojea wanawekwa kwenye CRB. Je, hatua hii ya kuwaweka wanafunzi kwenye CRB inachukuliwa vipi bwana Ringera? Sikupata na kuna moja ya jumbe ambazo nimetumiwa hapa kwamba mwanafunzi anasema kwamba hataki mshahara wake upitie benki kwa sababu amewekwa kwenye CRB na HELB. Hiyo hatua ya kufika kwenye CRB inakuja vipi? Kwetu wale watu ambao tunaweka kwa CRB ni wale wamekaa miaka 8 kwenda juu na hawajafanya shughuli yote ya kuweza kulipa huo mkopo. Kwa hivyo hao ndio wanawekwa listed. Kama pesa ni yako, hata ukiweka benki huwezi chukua pesa yako sababu uko listed kwa CRB. Kwa hivyo hapo kuna tashwishi kidogo, hajapata vizuri. Lakini anasema hawezi pata mikopo kwa sababu nyinyi tayari mumezuilia yeye kupata mkopo. Lakini tuko na mikakati na benki yako ambayo kama unaweza alafu banki itatulipa ile pesa, tunakutoa kwa CRB mara moja. Haya kweli. Kwa sasa hivi labda katika kipindi hichi cha siku 60 ambacho mmetoa cha msamaha, kama bodi mnalenga kupata labda pesa ngapi ambazo kulingana na ile wakati mbili za nyuma? Mwaka 2013 mlipata takriban bilioni 1.3, mwaka 2018 mkapata takriban 800,000. Sasa hivi mwaka 2022 mnalenga kupata ama kupokea pesa ngapi? Na ni kweli ukiangalia zile ile nyakati tunaletanga hii waiver ni kulingana na either demand iko juu ya pesa ama kuna sherehe fulani tuko nayo. Ukiangalia mwaka wa 13 ule 2013 ambayo tuliweza kupata watu 10,000 wakilipa, tuliweza kupata bilioni 1.3. Mwaka wa 2018 tulikuwa tunasherekea ile strategic plan yetu, na ndipo unakumbuka ule waziri wa elimu siku hizo Amina Mohamed ndiye akatoa hiyo, na hiyo tukapata watu 998 karibu 10,000 na tukaweza kupata milioni 870. Mwaka huu niko na deficit ya funding sababu niko na watoto 75,000 ambao wanahitaji milioni 3, na hiyo pesa hatuna kulingana na ile pesa tumepewa na exchequer na ile tumeweza kukusanya mwaka huu ambayo ni milioni 5. Kwa hivyo mwaka huu kama tunaweza ongeza hii tufike bilioni 1, na basi nitaweza kuchukua wale watoto wanaohitaji kama 25,000 tuwapatie hiyo bilioni 1 ndio waweze kuendelea na masomo yao. Kwa hivyo target yetu hii mwaka ni more than a billion, na hii mwaka flagship yetu ni kwamba watu wamegongwa sana na COVID. Kwa hivyo ajira hizi zimepotea. Kwa hivyo tunataka kuwapea kidogo wasikie hiyo COVID ija wa affect sana kwa mkopo wa Higher Education Loans Board. Kwa hivyo tukipata bilioni 1 nitaweza kupeana watoto 25,000 ambao wanahitaji karibu bilioni 1. Na kuna wale wengine wanasema ni kisingizio tu cha kusema kwamba ni COVID-19, lakini HELB inatumika kama mbinu moja ya kukusanya pesa za kampeni. Sijui kauli hiyo unaweza kuisemaje ama wewe unaizungumziaje kauli hiyo ambayo inatolewa na baadhi ya Wakenya? Sasa sijui hiyo itakuwaje Suleiman, sababu hii pesa yetu yatupeani kwa treasury kama ile unasema ni ya Kenya Revenue Authority. Hii pesa tunatumia sisi wenyewe tu hapa. Tunaenda tu treasury, tunaenda tu na sababu tumekusanya pesa mingi ile tunaita AEB appropriations, na hiyo ndio tunarudishia watoto. Na tena
tutapeleka hii pesa kwa campaign, na already niko na applications 75,000 ambazo zinahitaji 3 billion na sija waweza kuwapea chochote, na wanalia hapa kila siku. Sasa utawezaje kupeleka kwa campaign hiyo pesa? Na ile demand iko hapa, hapa ndani kwetu tuko na hizo applications. Naam. Umesikia kauli za Bwana Ringera. Kama mwanafunzi mmekuwa mkilaumiwa sana kwamba nyinyi mkipewa pesa hizi za HELB mlikuwa mnaziweka kwenda vilabuni, kwenda kununua vileo na sherehe nyingine nyingi tu badala ya elimu, na baadaye sasa mmemaliza maji yamewafika shingoni. Watu wenye niseme hii pesa ya HELB ikiingia, watu wenye wanaenda vilabu au wanafunzi wanakuwa wachache sana. Wengi wanatumianga wazazi nyumbani. Wengi wanatumianga hii pesa kulisha wazazi nyumbani. Ndio unapata wanafunzi. Si unapata mtu anatoka, mzazi ana kitu ya kula, ni ile tu alipita tu mtihani ndio maana akaitwa labda chuo kikuu, alikupita tu mtihani, alikuwa mwerevu, akaitwa, aka-apply HELB akapatiwa. So unapata wengi wanatoka kwa familia maskini, familia maskini. Sasa inabidi pesa kipata agawe kidogo, zingine tume nyumbani ndio wazazi waendelee pia wapate kitu ya kukula. So sio klabu peke yake, hiyo ni kuharibia jina ya wanafunzi. Wenye wanafanya klabu unapata labda ni moja. Sio wengi. Majority wanatumianga hii pesa vizuri. Mimi nimekaa nao na wajua. Most of them wanatumianga hii pesa. Wengine wanaanza na biashara. Wengine waanza biashara, kuna wenye alianza na biashara na saizi akumbali sana na hiyo HELB. Na amefanikiwa kulipa. Sasa amefanikiwa kurudisha. Kwako wewe ni pesa ngapi ulipewa ambazo ukaona ulienda nazo club uliharibu? Kwanza mimi si mtu wa club. Mimi ni Mkristo. Kwa hivyo ulipeana sasa mimi nilipeleka fungo la 10. Na Bwana Ringera nikatuma pesa nyumbani. Wazazi wapate wakule nyama. Bwana Ringera, kuna haya mambo ambayo yanaibuliwa hapa na Fred Ouro kuhusiana na kwamba wengine wanapoa pesa bado wanapeana kwa wazazi wao kuhakimu, wengine wanapata pesa hizi wao ndio wanakuwa wakusema kwamba peana raundi zile ambazo unahitaji kwa sababu mimi pesa niko nayo kwenye akaunti. Inakuwa vipi swala hili, mnalidhibiti vipi? Na ni kweli Selemani, wengi nimekiwa chuo kikuu. Kwa hivyo tunajua hii pesa ya HELB ni kama cash transfer ile inapewa wazee. Tunajua kuna watoto wengi wametoka kwa ufukara kabisa, ya kwamba hii pesa tukishapeana hivi, apart from ndiye anatumia kukaa chuo kikuu, bado anasomesha mandugu zake huko nyumbani, bado anasupport wazazi wake huko nyumbani. Kwa hivyo ndio tunasemanga hii kopo ya HELB mpaka tutafute namna na njia ya kuiongeza ndio watoto wakae vizuri wakiwa chuo kikuu ama chuo za anuai, sababu hii pesa inaenda kusaidia watu wengi. Ndio kuna wale wenyewe wanaenda kuburudika na hii pesa, lakini na vile tumefanya ni kwamba kabla utukua hii mkopo, kwanza tunakueleza maana ya hii pesa na tunakuonyesha kitu inaitwa budgeting. Ndio ujue hii pesa itakuran miezi 6 ijayo, kwa hivyo utakaaje na hiyo pesa, na hiyo kiwango kingine tukikupatia itakuran hiyo miezi nyingine 6. Sasa ukienda kuburundika moja tu basi utakaa hiyo mwaka hiyo nyingine yote. Na kwa nini tunaonanga hivi? Ukiangalia kama chuo zile ziko ambazo ziko huko mashinani kama tuseme Igatonjoro, saa ile HELB imeachilia hiyo pesa. Unajua ukienda ufanye economic survey hiyo area Njoro, unaona market imefufuka kweli. Kila mtu anatabasamu, anafurahi sababu watoto sasa wako na pesa. Kwa hivyo tumeona impact ya HELB inaenda mpaka mashinani kabisa. Saa ile tumeachilia hiyo mikopo kwa watoto, tunaona kweli imefanya economic productivity ya center fulani imeimprove. Lakini tunawaeleza vile wanatakiwa kutumia hiyo pesa kabla hata hawajaomba. Sasa ile tunaingiana nao wakawa kwanza kabisa wakiomba, tunawafanyia customer education ya good financial management. Hiyo mpaka tufanyie na upite mtihani ambao unatakiwa kufanya ndio ujue vile utatumia hiyo pesa kwa hiyo miaka ingine yote tutakuwa na wewe, kama miaka 4, miaka 5 kama ni daktari, ama miaka 6. Naam, kuna maswali mawili ama kuna hisia mbili zimetolewa na ningependa pia uweze kuzizungumzia kupitia mtandao wetu wa Standard Digital. Inazungumza kwamba I completed my studies in 2017. I have pending HELB loan but I cannot pay it since I am jobless. Alafu kuna mwingine anajiita Steven Jobiri anasema HELB you should do better than 40 days waiver.
How about reconsider the exaggerated rates? Some of us who are repaying the loan dropped it since you keep increasing the amounts. So wanazungumzia kwamba kuna ada zinazidi kuongezwa hapa. Kuna masuala ambayo yanazidi kuongezwa. Ni ada gani hizi ambazo zinaongezwa bila watu kufahamu mpaka wengine wanachoka kulipa? Na ndio nilisema hakuna ada zingine tunaongeza. Mkopo riba ni 4%. Na hiyo 4% unaweza angalia kwa akaunti yako kama ni 4%. Ile ingine inaongezwa ni penalty ambayo na nimesema kipengee 15 subsection A subsection 1 ndio inasema kama ulipi mkopo wako utachanjiwa 5,000. Sasa hiyo ndio tunasema kama uko na hiyo penalty hiyo tumetoa yote. Angalie ile penalty ambayo tumetoa ama ukuje ulize hiyo waiver ya hiyo penalty. Lakini chanjo zingine hakuna, chanjo zingine zimewekwa kwa hiyo account. Na zitakaporudi itakuwa vipi baada ya hizo siku 60 mtu hajalipa, yani ile tuseme ile ada ambayo alikuwa anadaiwa inarudi pale pale ama tunaanza tena sasa kuanzia mwezi ule kwenda mbele? Sisi unajua tumepeana hii muda ukuje unanegotiate. Tuseme account yako iko na 1,100, interest ni 15,000 na penalty pengine ni 90 ama namba yote ama 20. Now ukikuja kutuona sisi ndio upewe waiver, na hata unaweza jihesabia wewe mwenyewe, unaweza ingia kwa mtandao wetu ujihesabie ukitolewa waiver ni pesa ngapi utalipa. Sasa kama utakuwa umelipa hiyo pesa ambayo waiver imetolewa, hiyo penalty imetolewa kuanzia tarehe 1 ya Mei, sasa account itarudi vile vile ilikuwa. Kwa hivyo itaresume balance ile ya zamani. Sasa atakuwa amefaidika vipi hapa? Bwana Uhuru, wewe umesikia penalties zimeondolewa, lakini ikifika Mei tarehe 1 kama hujalipa zile interest ambazo hujalipa zimerudishwa zote, kila kitu kimerudishwa pale. Mimi naona hivi, HELB waache nini, wasiangalie tu COVID peke yake. Waangalie pia tangu venye miaka inaenda. Anajua hata watu wa HELB wanaweza kukwambia venye miaka inaenda venye watu wanarudisha HELB ni wachache. Kitambo watu walikuwa wanarudisha HELB haraka. Venye HELB ilikuja watu walikuwa wanarudisha mkopo haraka sana. Wanafaa kuangalia kama wanaangalia COVID, kama at least wako na ukweli, wanapenda wanafunzi ama wanapenda customers wao, wanafaa kuangalia pia unemployment rate ikipanda wanatoa waiver. Employment rate ukiangalia from 2017 up to now kuna venye imepanda. So wasiangalie COVID peke yake, waangalie unemployment rate. Juu kama una kazi utalipaje COVID? Utalipaje HELB? Kuna venye unaweza lipa. So wasiangalie COVID peke yake, waangalie pia unemployment rate imepanda kiasi gani. Sasa hizi unemployment rate iko juu sana. Ni threat hata kushinda corona hiyo COVID ndio nasema hiyo. Employment ni tatizo kubwa, ni tisho kushinda hata hiyo COVID. So wanafaa kuangalia pia unemployment pia ikipanda pia watoe hiyo waiver. Watupatie waiver. Lakini ili tuweze tulipa. Kuna wale wanafunzi ambao wako na hii mikopo na wanaweza kulipa lakini wamesusia tu wenyewe. Cases za watu kususia ni moja. Cases hiyo lazima ikue. Unajua kila wanasema in every market there must be a mad person. Hiyo lazima ikue. But hizo cases ni kidogo. Wanasema ni pesa ni wenye wajalipa wengi wao hawana kazi ama hawana biashara, hawana namna ya kulipa. Sasa unapata cases zenye ukiona mtu amekataa kulipa, hizo ni cases kidogo. Niseme hata ni 1% cases. Hiyo lazima ikue, hiyo iwezi kosekana. Hata bank wanajua. Bank wanajua kuna watu lazima tu watakosa kulipa mkopo. Haya, Bwana Ringera, tukikamilisha mazungumzo haya mchana huu, swala zima la iwapo unataka kwenda kutafuta ajira pia kwenye serikali lazima utafute cheti cha kwamba hauna mkopo kwenye HELB ambapo mtu anahitajika kulipa. Umuhimu wake wa kulipa ni nini? Na kuna wale ambao hawajachukua mikopo ya HELB lakini ni lazima atoe shilingi 1,000 ndio apate cheti. Suleiman, hapo pengine huko nyuma ya ile changes zimefanyika. Kwanza kama hujachukua mkopo kwetu, unaingia kwa mtandao yetu na tutakupatia compliance certificate for free. Na hiyo ni online. Hiyo tulitoa hiyo 1,000 mwaka wa 19.
sababu tuliweza kwenda online, kwa hivyo hakuna karatasi tunapeana anymore. So kama hujachukua ni kuingia tu kwa mtandao, una process certificate yako. Na hata kama ulikuwa umechukua ile ambayo employer anakuuliza, si ati anakuambia compliance certificate ya kumaliza, yani completion certificate, anakuuliza compliance certificate ya kwamba umekuwa ukiendelea kulipa. Ndio kama ukuwa unalipa na uko na ndeni pande ile, then employer anajua ni pesa ngapi atakuwa akiremit kutoka kwa mshahara wako. Kwa hivyo si ati ile kitu inakunyimanga kazi, ile nyesha employer ya kwamba kama anatakiwa kukata mshahara wako, kama uko na loan kwetu ama wewe umemaliza, ya kwamba atakiwi kukata. Na sababu employer anajikinga, ndio tusikuje tukifanya inspection wao kumwambia uko na mkopo, tukute uko na uko na mkopo. Sasa pia tunampiga penalty. Hiyo tu ndio employer anajaribu kuzuia. Kwa hivyo hautakiwi kukuja hapa kuchukua hiyo certificate. Ni kuingia kwa mtandao www.helb.co.ke, alafu you register na uweze kuprocess compliance certificate yako. Compliance certificate, not completion certificate. Asante sana kwa kutupatia muda wako, afisa mkuu wa HELB huyo Charles Ringera, vile vile Fred Ouru, kwa kutupatia nafasi ya kuja hapa studioni kuzungumza nasi.